maber. Pia haiwi sawa. Omiyo kaka na yudo ni asego yamo. Jinsi nilipata nimepiga hewa. Iyiga bato ni 21. Mwaka 2021. 2021. Bado kudike. Hayo vitabu narejea kuandika. Kila dike extra. Naenda kuandika zaidi. Muromi ayudi moko manyalo wacho. Ili nipate ya kusema Ni I redeemed my time when we were lost. ya kwamba nilikomboa muda uliopotea. Amen. Amen. Yesu paki. Jina la Bwana lisifiwe. Pakruo. Amen. Tokoro kase chopoka. Kwa hivyo na nilipofika Awito hapa, kaka roho maler wuoyo. nasikia jinsi Roho wa Mungu anaongea. Ora ndio wacho weche moko matin. Nami nataka niseme maneno machache Mondo roho maler okonyigo. ili Roho Mtakatifu akusaidie. A foundation mar kanisa mar Nyasaye. Katika msingi wa neno kwa kanisa la Mungu, Foundation mar wach Nyasaye kanisa. katika msingi wa neno la Mungu kanisa, Kanisa maonge foundation. kanisa bila msingi, Kanisa mabedo gi gimo kia. kanisa linalojenga na hazina asiyojua, Gimane maisha yake ok bi mabor ahinya. haiendi mbali sana. Yesu paki. Yesu asifiwe. Kanisa Kanisa ma foundation ne ok oket maber. ambayo misingi yake haijatiwa sawa En kanisa man gi chandruok. ni kanisa ambayo ina shida. Kanisa no tinga nyithindo throughout. Hiyo kanisa imebeba watoto siku zote. Kinapo ng'eni waroka. Taka ujue katika You wokovu, can be in salvation for 20 years but you are still a baby, you have not grown. unaweza kuwa katika wokovu miaka 20 bado mtoto, haujakuwa. Kikmiti moyo mangiso ni okise grow. Yale ambayo unatenda inaonyesha The haujakuwa. way you reason means that you have not grown. Jinsi unafanya, jinsi unatoa vijisababu inaonyesha So haujakuwa. kama to grow, Mtu anapokuwa kikmoko lapare. mambo yabadilika. Opakruo. Amen. To matter in a foundation. Sana sana zaidi ni kwa msingi ya Mungu. Wajiwi. Wacha nikuhimiza To siku. waragi. Hawa watu walimeokoka, Ose waro ji mang'eny. wameokoa wewe To moko. na wengine. Chalo juchiende kingdom. Ni kama mapepo katika ufalme. Kanisa mang'eny. Makanisa mengi Wigi gimitimo sani. wanasahau na ulioitenda sasa. Baptism. Katika ubatizo Sio biabiani warruok tolololo. watu wameenda na ile msisimko wa wokovu Mawinjo wigi foundation manoketi. hadi wakaja wakasahau na msingi uliotiwa. Koro miataka jiwi kanyo. Kwa hivyo nimekuja nikuhimize Make it a routine. ya kwamba iweke iwe kazi ya Every kawaida congregation in your ministry. katika kongamano, katika huduma yako. Those who are born again Wale ambao wameokoka must be taught. lazima I must be wafundishwe baptized. na wabatizwe. So nanonaka nyumutebi. Kanyaga pale sawasawa. Kitero wangi. Ukipeleka macho Kanisa manochak mamas mauni. makanisa ambayo yalianzishwa Israeli, Podome the dwarf stage. wengine wamekaa mbilikimo. Yesu pa. Yesu asifiwe. Tango. Sababu gani? Kejia lo warruok. Wanahubiri wokovu Based on personal feeling. kulingana na hisia ya mtu binafsi, Nikajua yuakalinya. ya kwamba watu wakilia sana Nimanika warruok bi. ati ya kwamba ndio hiyo wokovu inaenda. Yuak is part of warruok. Kulia ni sehemu ya wokovu, But it's not warruok complete. lakini sio wokovu ambayo imekamilika. Yesu paki. Sinyalo wacho ni kanisa yote ndio yuak. Huwezi sema kanisa lako limeimarika maana watu hulia. Kanisa tenyo mali ke jogo lo wach monde ike moma. Kanisa inaimarika watu wanapofuata maandiko yaliyoko. Wataka diku baptism oli yujo moko. Wacha nihimize kwa ubatizo upate wengine. Baptism is a ritual. Ubatizo ni kama utamaduni. Yesu paki. Yesu asifiwe. Salvation ka. Inafanywa hapa katika wokovu. Kai doje din mar mungiki. Ukiingia katika dini ya Mungiki, Okibeja mungiki kapukutim ni ritual bajo mungiki. hautakuwa mtu wa Mungiki kama hujafanyiwa utamaduni za Ndamona Mungiki. apenyo niya. Siku moja niliuliza, Mungiki ng'eyo nade. watu wa Mungiki wanajulikanaje? Mungiki gindano kaka. Mungiki ni watu kama sisi, But there is a certain rituals manyaka timne. bali kuna utamaduni fulani lazima Mungiki nyaka mire. Mungiki lazima apewe damu. Yesu paki. Yesu asifiwe. Mono takuwa ni mungiki bokroa suruali mai. Mungiki pia hawavai chupi ya ndani. Yesu paki. Hallelujah. Part of their Ni lifestyle. sehemu ya maisha yao ya kila siku. Kwa wokovu, Kama popoko pamoja ni Kristo. ikiwa mtu haja kufa na kufufuka na Kristo, Mami soni poko kamilika. ya kumaanisha haja kamilika, Ei utu
Ayo, mimi. Ora sasa. Ora wawinjo fuo. Sasa tunasikia talking. Tunasikia starehe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Opagruo. Bwana Yesu asifiwe. Adwa ni mondo miinge ni nyaka. Sasa nataka ujue ya kwamba ni lazima. Another spiritual ritual. Sababu nyingine ya utamaduni. And breaking of bread. Ni kukula na kuvunja mkate. Ikete mpango ni. Ambayo hata wewe umeitia kwenye mpango huu. Ustadi na ujuzi. Kamani kaka Paulo ni. Jinsi hiyo Paulo ameandika. Neno la Mungu lasaidia kwa kunyoosha, kuadibisha, kufunza. Ili mtumishi wa Mungu afikie ujuzi na ustadi. Nataka ujue kama hakuna ustadi, hakuna kazi kuu. Katika ile andiko ambalo nimesema, hii inasema ya kwamba watumishi wa Mungu waingie katika ujuzi ili wafanye kazi kubwa. Pasipo ustadi hakuna kazi kubwa. Kazi kubwa ya aina gani? Askofu, nilikuja nikiangalia, je, hili ndilo mazingira ya kanisa? Je, hili mazingira ya kanisa? Hakuna ngalinijibu, maana nilikuwa peke yangu. Na moyo wangu kanijibu ya kwamba ni kama. Basi kama ndilo, huyu jamaa ana maono. Mahali hakuna maono, Biblia inasema watu wanafanya nini? Wanaangamia. Palipo na maono, watu wanafanikiwa. Mwambie jirani, palipo na maono pana mafanikio. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ya kumaanisha nyinyi mlioko hapa lazima muadibishwe ili kazi kubwa zije. In 3 years time, Katika miaka 3 ikiwa mchungaji ama kuhani anafuata itifaki iliyo bora, hapa patakuwa na afisi ya utendakazi. Kutakuwepo afisi ya utendakazi. Mahali kuna afisi yake, imebeba afisi ya wengine, afisi ya watoto, afisi ya mabawabu. Kutakuwepo yale ambayo yanaleta yale yanaitwa ustadi. Amen. Amen. Yesu pa. Amen. Basi tunaenda sawa. Amen. Amen. Kuna watu ni hapa. Sasa nasema hivi. Ni tirewe tangwen. Basi kuna maneno manne. Ewe tangwen die foundation ma yudo kaja kufujo seke. Katika haya maneno manne, kwa hiyo msingi ambao mwalimu alikuwa ameweka, Motego kabisa. hiyo imara kabisa. Tawa watu ni hapa. Mimi nasema hivi. Ni tirewe ti adek kitoto kinangwen. Kunayo maneno matatu. Zaidi sana ni manne. Lazima yatendeke ndio Mungu atende kitu. Amen. Lazima itendeke ndio Mungu afanye nini? Atende kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Haleluya. Jambo la kwanza ambalo ni lazima kwa Wakristo walioitwa kwa jina la Yesu, walokole, kila wae mmoja lazima akuwe na ukushi wake wa kibinafsi katika wokovu. We don't go corporate before we go personal. Hatuendi kutafuta wengi kabla tujajitafuta binafsi. Sasa kusema neno la kushinda kwa nini? Amen. Sema amen. Hatuwezi kukuita kwenye shimo. Heshima na nidhamu tuliyoko nayo tunajileta sisi binafsi ili tukusihi. Katika vijingatau yangu nikaweka picha, nikasema
Uzuri ya kwamba mchungaji Mira alinichukulia video. Sasa na kikundi nimekaka nikisema ati meda majira. Mchungaji Hama, toka hapo enenda pale na kiti yako. Wewe unaniongeza majina nikikuona. Kwa ukao video tuwatonea. Alichukua video akanieleza. Askofu. Choko pale wale Nyaera. Ile mkutano tuliokuwa Nyaera. Kapokuwa huo. Kabla tujatoka. Inose chiore. Watu walikuwa washatoa. Ndio choko maka. Kwa hii mkutano ya hapa. Kipi mona? Wananieleza. Kaka dino chiore. Jinsi watu walikuwa wamejitolea. Hapo ni aya inasaidia. Nikapiga makofi nikasema. Hawa ni mabor mana. Hawa ni watu watakao kwenda mbali kiasi. Hawa mami okapokitiku chokbano hema. Kabla hawaja kuja hema. Togendi kalenda mar next year. Basi wanayo kalenda ya mwaka ujao. Togise chiurene next year. Na washajitolea kwa mwaka ujao. God help this church. Mungu asaidie kanisa hili. Yesu pake. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Amen. Number 2. Ya pili. Watonike huo. Akasema ukitoka. Roho uwe ukodwa. Roho akatuongelesha. Imono wanye utunge wa. Tununue vipaza sauti vyetu vyombo. Vitu vya kuomba vimetuchosha. Kanyo. Pale pale. Yohera no chiure. Wapendwa wakajitolea. Kujitoa. Ilifika laki na. Na askofu. Saizi tuna vyombo vyetu. Nikapiga makofi nikasema kanisa hili. Bado naweza enda kufunza. Kunao makanisa imekataa kusikia neno la Yesu sasa. Unawaongelesha. Ni kama mbuzi anayepigiwa gitaa na akatiki. Unamuongelesha. Wanachukua neno lake Mungu kimchezo. Lakini ninyi kuna kile ambacho mnahitaji. Ya kumaanisha Mungu atawaletea watu. Na awalete kuja wafunzi. Basi nikiwa hapa. Na sifu Yesu aliyoko ndani yenu. Tena naomba kuongeze ufahamu. Wewe ambaye Mungu anataka kumtumia. Wokovu. Lazima utafute kukua wa kibinafsi. Nilihubiri hili mpendwa mahali. Kama wanakondoo wamekuwa kukushinda. Wewe mchungaji. Wakondoa. Wana maarifa. Kwa vitu vya ufalme. Zaidi yako. Ukiwahubiria. Wanakudharau kishiriki. Maana wanajua una makosa. Una dosari. Wanajua wewe ambaye una huduma. Kuwa zaidi ya ushirika wako. Usiwe nao katika upeo. Madharau huanza mkiwa katika upeo mmoja. Kama ulikuwa na Biblia yako ya kitabu na kwamba Yesu ni yule jana leo na hata milele. Na hiyo katika kila mkutano yetu umesimama na walishapita Yesu yule wa jana leo na hata milele. Tafuta andiko jipya. Ukitubu pale. Amen. And that means you cannot go where you cannot lead people where you have not gone. Hiyo ndio maana hauwezi kuwaongoza watu mahali ambapo wewe mwenyewe haujaenda. Kaka Samia. Kama mimi sasa. Kanisa lao natoka. Hiyo ketorenu ngeni. Watu wanajifanya ni wajua. Hiyo mwana koti na nabeka niongea. Sasa hizi mimi ukaa hivi. Wisdom ngini nataka kuangalia maarifa yao na hekima yao inafika wapi. Kama nje hata motia bora. Na mahali ambapo nipo pia najaribu kujiadibisha. Yesu asifiwe. Ukiwa unatoshana. Mabishano ni mengi. Ukileta hii wanasema hata sisi
Hata sisi tulikuwa tunaiona hivi. You might end doing their things and not what you are called for. Wewe utaenda ama umalizie ukifanya mambo yao, lakini sio ndio unaitaka. Asanteni kwa kusimama nao. You want to bring a sign. Each one of us we need personal. Kila mmoja wetu anahitaji kukua wa kibinafsi. Kuna washirika ambao wamekataa kukua. Wakati fulani tulienda kuhubiri kwa kanisa letu la God's Power. Basi watu wakafurika. Wakati huo ningekuja nimetia vipuli kwenye masikio nikapaka kinywa. Siku hizi sijui nimekulimaza kupaka maana nimekuwa. Mimi yako pale kwenye drawer sana, lakini naacha tu. Basi nilikataa kwenda jinsi watu wanavyoenda. Nataka kwenda jinsi roho inanipeleka. Nilipofika kwenye kanisa la God's Power, kuna watu ambao wako na area moja ambao inashika bendi ngapi? Hata jinsi walivyoniona wahubiri wakakataa kusikiza neno. Ya kwamba sikuwa mwaletea mpenda damu. Na kuuliza kiburi na kichwa nywele iliyo cheni wapi gani? Amenda kuzuia usikie neno. Hiyo ni mtindo wa maisha. Nitakula mtu. Nisikuzuie kusikiza neno. Angalie kataa kukua. Anakataa kuchukua neno la dhamana. Hadi kwa sababu ya mavazi ya mtu. Je, hujaiona mtu wa roho ambaye amevaa kanzu Sunday mpaka Jumapili na imeandikwa ile kitambaa imeandikwa Satan tena na kuna watu wanne. Mbona kitambaa na ST kumzuia kuoa? Personal growth Kukua is not in the dressing. wa kibinafsi It is in the heart of the mind. haiko katika mwili wa mtu, Okay? katika wazo na moyo. Ile nitaipasua, nivuruge, nilete ufahamu. Neno la Mungu li hai na wapenda. Ikiingia ndani ya moyo, ingia ndani ya moyo. Neno natafuta moyo. Ikisema tafuta moyo. Ninatafuta nini? Wazo. Baada ya kutafuta moyo, inapata wazo. Neno mtumishi wa Mungu mwenye hekima zaidi. Akaandika. Vijinsi binadamu jinsi hivyo. Jinsi unaishi tu hivyo ndio unawaza. Unaishi wazo lako limekuweka pale. Wazo lako likiwa limekataa kuweni kwenye ghorofa. Umewakia mabatini. Hiyo wazo ya kueleza. Watu wa ghorofa wanajivuna. Umefunga wazo. Mwenye hekima akasema jinsi afikiriavyo sivyo alivyo. Jinsi uwazavyo ndio Mungu akusaidie. Neno lazima libadilishe mapenzi ya Hujasikia hiyo bado? Hiyo bado hujasikia? Neno la Mungu lazima libadili nini? Haya basi fungua. Watu wajua buena bargario. Soy italiano, buena bargario.
Unaona venye wewe unakuja hapa. Wapi wale vijana? Wewe ukiendelea mbele na hii kidogo kaya ya unakupeleka pale nyuma. Hii sio kiambo la mchezo. Hapa tu ndege. Hapa wagonjwa watapona. Unadhani tunajali? Wewe hii si ya mchezo. Chukua Mungu abadili nini? Wazo yako. Soma William. Nikech wach Nyasaye ongima kendo otiyo. Kendo bit moloyo ligangla madhoge ariyo. Opowo modonjo nyaka e kama opogo ngima kod chuny. Leo tumewakuza, leo mmechelewa. Soma maandiko. Lazima useme maneno ambayo yanakuasa ufalme wa kanisa. Alafu yanatibuka. Nasemaje? Opowo modonjo nyaka kama opogo ngima kod chuny. Fuoni gi ondhundo bende. Kendo keto bura ni paro kod dwaro manie chuny ng'ato. Onge gimoro mochwe manyalo pondo ne Nyasaye. Wachia pale. Kama neno alijakubadili wazo. Wazo lako alijagairi. Kunalo mabadiliko na kile mabadiliko mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Mbaya na nzuri. Kunayo mabadiliko. Kuna wale ambao wanabadilika na kuwa wabaya zaidi. Na wale ambao wanageuka na kuwa wazuri zaidi. Tunapoongea juu ya kukua kaya kibinafsi, neno lazima libadili wazo lako. Mimi binti fulani alifanya nikagairi mawazo yangu. Siku moja nilienda Nairobi katika washa. Katika washa hiyo nikapelekwa katika hoteli kubwa kabisa. Mimi katika kiwango yangu singalifika, lakini Mungu kanifikisha pale. Nilipofika pale nilishangaa niliyoona kwamba asubuhi kama watu wanaenda kunywa chai. Watu wanakunywa chai kando ya kidimbwi cha kisima. Naona nikishuka hivi nikaona mzungu. Huyo mzungu yasoma Biblia. Nikamlenga. Habari yako? Niko sawa. Wewe ni nani? Mimi ni Phoebe. Nini unafanya? Mimi niko hapa kwa hiyo. Nikamuuliza wewe unafanya nini hapa? Mimi niko hapa. Niko hapa kwa biashara. Na nikamuuliza biashara ina gani? Sasa akaniuliza biashara gani? Mimi nikamwambia biashara. Ni vizuri. Na nitahitaji kupigia. Nikamuuliza uko na hivi? Mimi sina. Uko na mtandao? Sina. Akaniambia kaa hapa. Akaenda mbio.